Bana, mambo vipi? Mimi naitwa Vnex5 na hii hapa ni The Scope. Karibu sana. Hakikisha unabonyeza alama ya subscribe ili uwe mtu wa kwanza kila siku kupata content na mijadala mbalimbali kutoka kwenye channel hii hapa. Moja kati ya vitu ambavyo vimekuwa vikizungumziwa sana kwenye mitandao ya kijamii wiki hii ni event ya Prophet IPM ambayo amekuwa akizungumzia kuhusiana na wanaume na ameipa jina maarufu la kikao cha wanaume, kitu ambacho binafsi kwangu sio kigeni sana kwa sababu nimekuwa nikisikia kutoka kwake kwa miezi kadhaa nyuma. Ameweka event kadhaa kanisani kwake kabla ya event hii ambayo imekuwa ni kubwa zaidi na event ambayo imezua mjadala mkubwa sana kwenye mitandao ya kijamii. Kuna baadhi ya watu ambao wamepongeza, lakini kuna wengi ambao wameikejeli au wako kinyume, wana maoni ambayo yako kinyume na hichi ambacho amekifanya IPM, lakini wamekuwa wengi kutokana na ukubwa wa event. Lakini tunajua kwamba katika chochote unachofanya unatakiwa utegemee kutakuwa na upinzani, lakini pia kutoka kuna watu wanaokuunga mkono, na mara nyingi upinzani kwenye kitu ambacho kimekuwa kikubwa, upinzani pia huwa unakuwa mkubwa sana. Na ukumbuke upinzani huwa una nguvu sana, hata kama ni watu wachache, lakini maneno ambayo yako against huwa yana nguvu na yana tabia ya kukaa kwenye akili za watu kwa muda mrefu. Yes, so nimesikia vitu vingi ambavyo vimekuwa vikiendelea na nikaona ni muhimu sana tukakaa na tukabrush tukapitia na tukatafakari kuhusiana na vile ambavyo vimekuwa vimezungumzwa kwenye vikao vya wanaume, lakini mwenendo wa hichi kinachofanyika, je, ni sahihi au sio sahihi? Yes, so kitu cha kwanza kama nilivyosema kwamba huu ni mwendelezo. Watu wengi sana wamesikia kikao cha wanaume kwa baada ya hili tukio lililofanyika, na sana wameisikia na imetrendi sana kwa sababu baadhi ya mambo ambayo yametokea ambayo yalikuwa ni tofauti na ya vikao vingine ambavyo vilikuwa vimepita nyuma. Prophet IPM amekuwa akifanya hizi events kanisani kwake na amekuwa hatozi kiwango chochote cha pesa, lakini tunaona kwenye event kama ile ambayo alifanyia eneo tofauti, pia aliandaa ukumbi tofauti, ametoza kiwango cha pesa, lakini pia kulikuwa kuna masharti ya wewe kuweza kuhudhuria kile kikao, na kuna kundi kubwa la watu ambalo inasemekana kwamba walienda pale na wamekosa nafasi ya kuingia mule kutokana na baadhi ya masharti. Sharti mojawapo kubwa likiwa ni la kuvaa suti na tai nyekundu, suti, kiatu cheusi na tai nyekundu. So kuna watu wamekosa kwa sababu hiyo tu, lakini pia tukio la kiingilio kama nilivyosema, watu wengi sana wamekosa kuingia pale kwa sababu ya hawakutegemea kama Prophet ataweka kiingilio cha shilingi 50,000 kwa mujibu wa watu wengi kwamba kulikuwa kuna kiingilio cha 50,000. Hilo ni jambo ambalo sijathibitisha na sina uhakika nalo 100%, lakini ndivyo hivyo watu wanasema. Yes, so kwanza watu wanatakiwa wajue kikao hichi kwa kikubwa ni matokeo ya mwitikio wa wanaume. Ni matokeo ya mwitikio wa wanaume kwenye vikao vilivyopita. Prophet alianzisha idea hii ya kikao cha wanaume kanisani kwake. Ameanza kuongelea na akaona mwitikio mkubwa, na hii ni kwa sababu wanaume wengi hawana kawaida ya kuamini sana katika neno, kwa sababu ni mambo ya kiimani na ni mambo ambayo sometimes huwa ukiyafikiria kwenye dunia ya kawaida huwa hayawezekani. Lakini tunajua kwamba asilimia kubwa ya wanaume ni critical thinkers, wanaamini katika fact, wanaamini katika vitu ambavyo vinawezekana katika maisha halisia, na ndio maana hata ukienda kwenye makanisa mengi actually unakutana na asilimia kubwa ya wanawake kushinda wanaume, kwa sababu kanisani mambo mengi yanayoongelewa ni mambo ya kiimani zaidi, na ni mambo ambayo ukiyafikiria sana unagundua kwamba kwenye maisha ya kawaida asilimia kubwa sometimes hayawezekani. Maprofet wengi wanakuwa matajiri, wanakuwa watu wakubwa, wana a crowd of people kwenye makanisa yao, lakini ukiangalia asilimia kubwa ni wanawake, na wanakuwa wanawake kwa sababu mwanamke anaendeshwa zaidi kiimani kuliko kiuhalisia. Kuna baadhi ya watu wanasema kwamba
ukitaka kumpoteza mwanamke basi kuwa mtu wa kustate fact sana. Inawezekana asilimia kubwa ya wanawake wasikuelewe. Yes. So hii imekuwa tofauti sana kanisani kwa IPM, kwa sababu IPM ni mtu ambaye anawavuta sana wanaume kutokana na ni aina ya mchungaji au prophet ambaye amekuwa akiongelea zaidi au akiongea mambo ambayo yanawezekana na yapo na ambayo watu wanayaishi kila siku kwenye dunia ya kawaida, na ndio maana amefanikiwa sana kuvuta asilimia kubwa ya wanaume kanisani kwake. Lakini pia akaanzisha event kama hii ya kikao cha wanaume, na ikawa na mwitikio mkubwa sana kiasi cha kufikia hatua ya kutoza fedha ili kupunguza idadi ya watu kulingana na uwezekano wa sehemu ambapo ameandaa tukio hilo kufanyika. So issue inapoanzia ni wapi? Kuna comment tofauti, lakini kwa maono yangu issue inapoanzia kwa nini Prophet IPM amekuwa ni mtu pekee ambaye ameweza kuvuta idadi kubwa ya wanaume, ili hali wanaume sio watu ambao ni wasikilizaji wazuri sana wa mambo ya imani, mambo ya kuamini. Kitu cha kwanza tunatakiwa tujue kwamba hii ni matokeo ya mabadiliko ya dunia. Kuna namna ambavyo dunia imebadilika. Zamani watu wamekuwa wakiamini kwamba mwanaume ni kiumbe ambacho kina maamuzi binafsi, ana uwezo wa kufikiria bila kushawishiwa na mtu au bila kuelekezwa na mtu, na akaamua kwa usahihi kutokana na ni kiumbe ambacho kinafikiria na kinajua ipi ni fact na ipi ni sio jambo ambalo lina uhalisia. So imekuwa ikiaminiwa hivyo, and yes, mpaka leo iko hivyo. Mwanaume ni mtu ambaye anaamini sana katika fact kuliko imani, kuliko beliefs. So IPM na ili tukio la wanaume ni dalili kufanikiwa, ni dalili ya kwamba dunia imekuwa na mabadiliko makubwa ambayo yamefikia hatua sasa wanaume au jinsia ya kiume imeanza kutafuta msaada, na hii inaonyesha kwamba pengine kweli mwanaume anaweza akawa ni mtu ambaye anasikiliza fact, lakini system ya dunia imemfanya mwanaume kuwa na maamuzi madogo akiwa peke yake, kwa sababu kweli mwanaume anaweza kuamua, anaweza kufikiria mwenyewe na kufanya maamuzi mwenyewe, lakini pale ambapo kuna system ambayo inaiongoza dunia na ikawa against mwanaume, basi hilo ni jambo ambalo kwa namna moja au nyingine mwanaume anafia, kwa sababu maamuzi yake, pamoja na kwamba anafikiria kwa usahihi na anajua hili ni sahihi sio sahihi, lakini kuna system ambayo iko against yeye, anakuwa ana nguvu ndogo. Kwa hivyo lazima na yeye ajikute anaangukia katika kutafuta relief, na hichi ndo ambacho nakiongelea kwamba dunia imebadilika, ni matokeo ya dunia kubadilika, na ndio maana wanaume wengi wanamsikiliza IPM, ni kwa sababu ya mabadiliko ya dunia. Na pengine kama ambavyo wanawake walikuwa, basi na wanaume pia wameanza kutafuta relief, kwa sababu ya kile ambacho wanakiona kwenye mindset zao ni tofauti na kinachofanyika duniani, na wanajua si sahihi, ila hawana namna ya kuamua kwamba ili si sahihi, ninawezaje kuamua na nikalibadilisha, wakati system na asilimia kubwa ya watu duniani imekwisha kuamua kwamba hili jambo liko hivi. Sasa katika kutafuta relief ndipo tunapoona ikijitokeza figa moja kama IPM, na ikaanzisha kitu kama hichi, kitu ambacho kina mwelekeo kidogo na idea za wanaume wengi, basi lazima uone asilimia kubwa ya jinsia ya kiume wanajitokeza, kwa sababu wanatafuta relief, wanatafuta uponyaji katika
mindset zao, kwa sababu wanaona dunia iko against na wanaona namna mambo yanavyobadilika na pengine yanaporomoka, lakini hawana uwezo wa kuyazuia. So inapojitokeza figa moja ambayo inataka kuwakusanya watu wenye idea moja na ambao wamekuwa wakitafuta solution kwa muda mrefu, lazima watu wengi wajitokeze. Hiyo ni sababu ya kwanza ambayo imefanya event ya IPM kuwa kubwa na kuwa ya mafanikio, pamoja na maneno mengi sana ambayo yanazungumzwa kwenye mitandao ya kijamii. Yes, so mfumo wa dunia umebadilika, na sababu ya event kuwa kubwa sio wanaume bali ni mfumo kubadilika. Yes. So katika hili la mfumo kubadilika na figa moja kujitokeza, kuna watu walikuwa wanaona sio sahihi actually kuitwa kwa wanaume na kukalishwa chini actually. So mimi naweza nikasema kwamba ni sahihi, ila katika hili linaloendelea kuwaweka watu wenye idea moja pamoja na kuamua jambo sahihi au kuzungumza jambo sahihi, lazima chombo au mtu ambaye anawaweka watu pamoja na kuzungumza awe sahihi, kwa sababu mfumo uliopo ni mfumo ambao umesababisha vitu vingi sana, ikiwepo ni mfumo ambao unachangia kukipoteza kizazi cha kiume kwa asilimia kubwa. Tunaona asilimia kubwa ya wanaume ambao wamezaliwa miaka hii wanakuwa proud na kuwa na jinsia ya kike, yani kuna baadhi ya wanaume wanaona kama ni laana kuzaliwa wanaume kwa sababu ya maisha ambayo wameyakuta hapa duniani, na matokeo yake wanaamua kuwa kujaribu kubadilisha jinsia na mambo mengine mbalimbali machafu ambayo yamekuwa yakifanyika duniani. Lakini kwa wanaume ambao ni critical thinkers, wamekuwa wakiona hili na wanajua kwamba hili linasababishwa linasababishwa na mfumo. So katika hili ambalo limeanzishwa ni sahihi, lakini figa ambayo imetumika kuwaunganisha hawa watu ndio inaweza ikawa ni sahihi au sio sahihi. Sijasema kwamba Prophet IPM anaweza akawa ni mtu ambaye si sahihi, amewaunganisha watu kwa namna sahihi lakini sio mtu sahihi, hapana. Lakini ni maoni yangu kwamba figa ambayo inatumika kuwaunganisha watu wenye idea moja, wenye lengo moja, inatakiwa nayo iwe na lengo hilo na isiwe na malengo mengine katikati ya lengo hilo. Yani inataka kulitumia lengo hilo kufanikisha mambo mengine. Lakini pia tunatakiwa tutambue kwamba sisi ni wanadamu, kuna kuteleza. Moja kati ya vitu ambavyo vimezungumziwa sana kwa Prophet IPM ni pamoja na tukio la kusema IPM kusimulia kwamba aliwahi kunyimwa unyumba na mke wake kwa kipindi cha wiki 2 mpaka ambapo alimnunulia iPhone. Na moja kati ya watu ambao wamempinga sana kwenye mitandao ya kijamii ni aliyekuwa mbunge kupitia tiketi ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo, God bless Lema, kwamba sio sahihi na kupewa unyumba ni ibada na ni kitu ambacho kipo, ni kitu ambacho ni kama sheria vile, ni kitu ambacho kipo na ni kitu ambacho lazima kitendeke na hakitakiwi kutendeka kwa hisani, kwamba lazima utoe kitu fulani. Na amefikia mpaka mfano wa kutolea kwamba kama yeye mpaka kupewa unyumba ametakiwa kutoa iPhone 17, basi kuna siku anaweza akajitokeza mtu na G-Wagon and then yule mwanamke atampatia mwili wake, kwa sababu mwanamke wake amemwonyesha kwamba anatoa kitu, anatoa unyumba kwa kupewa kitu. So kitu ambacho mimi binafsi namuunga mkono God bless Lema, lakini simkashifu au simpingi IPM kwamba hayuko sahihi. Anaweza akawa yuko sahihi, lakini kuna baadhi ya mali pia yeye ni mwanadamu, anaweza akaelewa na anaweza akakaa chini akawa ametafakari, pengine hata zile clip na comment za watu mtandaoni mwanamke wake amezipata, na katika hilo amejifunza, na yote ni katika kujifunza na kuhakikisha dunia inakuwa eneo salama zaidi eneo salama la kuishi, right? So
Nimezungumza hivyo kwa nini? Kwamba pale ambapo tunakusanywa wengi, pale ambapo watu wanakusanywa wengi, figa ambayo inawakusanya inatakiwa iwe ni figa ambayo ina lengo sahihi, ina lengo moja kama ambalo watu wanalifikiria. Mfumo huu ambao unawakandamiza unaweza ukatumika kuwalagai kwamba unawapa relief, lakini ukawaingiza kwenye mafundisho ambayo in future yanaweza yakawapelekea wanaume kuendelea kushuka thamani zaidi. That's what I'm talking. So figa ambayo inawakusanya watu inatakiwa iwe na lengo moja. Na wale wote ambao nadhani wamekuwa wakipinga wanaume kukusanywa nini na nini, nadhani kwa namna moja au nyingine inaweza ikawa si sahihi kupinga, kwa sababu unapowakusanya watu wamekusanywa kwa sababu ni matokeo ya dunia kuchange, na kuna namna ambavyo lazima dunia ikumbushwe ili mambo yaende sawa. Unaweza ukawa ni master wa kitu fulani. Kwa mfano wewe unaweza ukawa ni mchezaji mzuri sana, lakini usipocheza mpira kwa miezi 5-6, trust me, ukiingia uwanjani tena kuna kitu kitapungua. So wanaume wamekuwa ni master wa kufanya maamuzi, lakini kadiri dunia ambavyo inaenda na ina favor mambo fulani ambayo yamekuwa yakipoteza nguvu sana ya mtoto wa kiume, kuna namna lazima baadhi ya watu watokeze na wakusanye wanaume pamoja, wawakumbushe kwamba mambo yanatakiwa kuwa hivi na hivi na hivi na hivi. Lakini hawa ambao wanatokea inatakiwa wawe ni watu ambao wanania hiyo, na sio watu ambao wanania tofauti na hicho ambacho kinatakiwa kufanyika. Kwa sababu kama nilivyosema, mfumo huo unaweza kutumika kuwa create watu ambao wakawakusanya nyinyi pamoja kwa kudhani kwamba wana lengo hilo, kumbe wana lengo tofauti, lakini ni lengo ambalo lina affect kiakili kidogo kidogo, mpaka itakapofika baadaye basi mnajikuta mmeingia kwenye mlengo ule ule wa system ambayo inatakiwa kwenda. Kwa hivyo mtu ambaye ana wakusanya watu anatakiwa awe mtu sahihi. Prophet kwa nilivyomuona, na ukiachana mahubiri ya Mlimani City pale, mahubiri yake ya nyuma, ni mtu sahihi, lakini kuna baadhi tu ya sehemu ambazo nadhani alikuwa anateleza, and I believe kwamba ni mtu wa kujifunza. Akikaa akitazama clip zake, akitazama maoni ya watu kwenye mitandao ya kijamii, basi atajifunza. Lakini mimi naamini Prophet ni mtu sahihi sana, na ni mtu ambaye pengine ni mchungaji ambaye atapata watu wengi sana wa kumfuatilia kutokana na namna ya mahubiri yake na namna anavyojaribu kuieneza injili kwenye maisha ya watu, au kulingana na aina ya watu wanavyoishi. Kwa sababu uweze ukaenda kwa muuni umeshikilia Biblia unaanza kumkemea mapepo, hawezi akakuelewa actually. Ila ukienda kwa mazingira, kwa namna ambavyo yupo yeye, na ukamwonyesha kwamba unaweza ukaishi hivi lakini ukaishi namna hii ambayo sio mbaya, basi itakuwa ni rahisi sana wewe kumkamata kihisia na kiakili yule mtu. Mimi naitwa Vnex5 na hii ni The Scope. Maoni yote ambayo unayo, mimi nasema kwamba jamaa yuko sahihi, ila kuna mahali ambapo inawezekana aliteleza. Wewe unasemaje? Unaweza ukatia comment yako hapo chini, alafu then tukaenda pamoja. Ciao.